Mapangale. Wewe Zuchu, mchumba, Mwajuma utafanya nini? Na kuamuru toka kwa kilenge changu. Kabla sijachukua maamuzi makali ya kukutisha. Sawa, pangia utakavyo. Lakini kuna wageni wako utafika hapa. Sharti ni moja, hakuna kuwasaidia. La sivyo, utakuwa miongoni mwao na kupokea kichapo cha umbwa. Kwa hivyo basi, jitahadhari nao. Yani mwiko kuwasaidia. Natishia. Karibu maji. Ni lazima rafiki yako akija nyumbani umkaribishe kwa dhati. Karibu sana kipenzi changu. Maana ni siku nyingi sana hujamtembelea mdogo. Ni matumaini yangu kwa sina mjua mkaleta. Pia mfupi huyo nikaongea rafiki yangu kuanzia nianze mahusiano na yeye. Mimi sina raha kabisa msichana. Tena ni makubwa. Nipe huyo. Unamjua yule mkaka mmoja mwenye kuvutia baraka. Yule mfupi hivi rasta. Unaona mimi. Nikwambie shoga yangu, anapadaisha hapo kabisa. Yule kijana nampenda. Nampenda kidogo msio watu. Lakini sasa karibia mwezi sijamuona. Hivi umeona popote? Tena makubwa sana. Lakini moyo wangu ni kama uko na mashaka. Pole rafiki yangu. Hiyo ni kawaida. Kwani mambo mazuri hayahitaji. Sawa.
Mimi bado nina matumaini na yeye. Nitasubiria. Sawa. Unaendelea nini hapa? Vipi mbona mnaingia shamba? Shamba hili mbona? Ndio mwanangu, unaona tumekuja na fomu. Kumbe. Ndio mwanangu. Au si? Lakini kwa Visidui. Hii ndo fomu sasa hiyo mishenyewe. Vipi nyinyi mafomu kumbe fomu za kichawe nini vipi nyinyi? wewe mwenyewe babu si unaona hapa mzigo nimekuja nao na shangaa papa mara huko. Na hivi kiangalia mahali ya kugusa nyinyi. Vipi nyinyi? Unajua mimi hapa ni mgeni. Niliingia sasa hivi toka safari. Ila kutembea mtaa sijui nikutana na vijana wamenikaba. Wamenipora begi langu. Na mle ndani na vitu vya thamani, naomba unisaidie kaka. Sawa, nikusikiza lakini unajua mimi mwenyewe. Sasa hivi ndio ndio sawa. Asante sijali. Nitashukuru. Zile ilikuwa nielezea kitu. Lakini yangu ilikuwa mbaya sana. Kwanza kabisa nakushukuru kwa kukaribisha nyumbani kwako. Na ni watu wachache sana wenye roho kama ya kwako. Kweli mimi ni mgeni katika Ngombe. Nitokea mji jirani unajulikana Konde. Lengo kuu la kuja hapa ni kutafuta mdogo wangu. Maana muda mrefu hivi sasa nimepoteza mawasiliano na yeye. Sasa niliamua kuja hapa mjini kujua vipi naweza kumpata. Ila nilipofikia barabarani
mtaa wa nyuma nilikutana na vijana wanakaa kama majambazi, walinipora, walinipiga. Cha zaidi wamekimbia na bagi langu, na bagi ile mnaenda lina vitu vya thamani mno. Sijui nitaanzia wapi. Labda nikwambie pole tena sana. Ni kawaida ya vijana mjini kufanya mashupavu sana, kuchukua wale watu bila sababu. Na kuhusu kakako, pole pia. Hapa ni kawaida ya wale kutoka kijijini kuja mjini kupoteza mawasiliano na watu wao nyumbani wakishafika kufanikiwa. Labda nikupe tu utafanikiwa na utakuta kakako. Kingine, jisikie kama uko nyumbani. Utakaa na mimi hapa hadi ule muda utamkuta kakako. Kwa kuwa nakuonea huruma sana unapokaa na kuja kupata kakako ni huruma sana. Hapa ni mjini. Nitakupa hifadhi ya siku moja mbili tatu utakuta kakako. Kwa hiyo karibu sana. Hapa ni mjini. Nitashukuru kwa hilo pia. Karibu. Asante. Shemeji, dadangu anakupenda sana, lakini sijui kwa nini umemfanyia hivyo. Ila sawa dada, najua shemeji amekosea sana, lakini anakupenda. Nitapata kushauri kama mimi dada, msamehe, kwani mambo huenda mbele. Dada, sema kweli mume wangu mzuri. Si mara ya kwanza wala ya pili. Nilikuwa nafanya kusikia tu hadi mchana niliposhuhudia. Hiyo ndio tabia anayonielekeza kila siku. Ila dada, wewe msamehe tu, kwani ndoa ina mambo mengi sana. Nitapata kushauri wewe mpenzi pia. Sawa dada, nimekuelewa. Nipo tayari kupata nafasi nyingine. Shemeji, sema tu asante sana. Karibu shemeji. Asante sana.